Injili ya Yesu Kristo kulingana na Marko. Mlango wa 10. Akaondoka huko, akafika mipakani mwa Uyahudi na ng'ambo ya Yordani. Makutano mengi wakakutanika tena wakamwendea, akawafundisha tena kama alivyozoea. Basi Mafarisayo wakamwendea, wakamuuliza, "Je, ni halali mtu kumwacha mkewe?" Huku wakimjaribu. Naye akajibu akawaambia, "Musa aliwaamuru nini?" Wakasema, "Musa alitoa ruhusa kuandika hati ya talaka na kumwacha." Yesu akawaambia, "Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaandikia amri hii, lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe." Hata nyumbani tena wanafunzi wakamuuliza habari ya neno hilo. Akawaambia, "Kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini juu yake, na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine azini." Basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, "Waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amin nawaambieni, yeyote asiyeukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hatauingia kabisa." Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, "Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele?" Yesu akamwambia, "Kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako." Akamwambia, "Mwalimu, hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu." Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, "Umepungukiwa na neno moja. Enenda, ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate." Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yesu akatazama kote kote, akawaambia wanafunzi wake, jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Yesu akajibu tena akawaambia, "Watoto, jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu." Nao wakashangaa mno, wakimwambia, "Ni nani basi awezaye kuokoka?" Yesu akawakazia macho, akasema, "Kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu." Petro akaanza kumwambia, "Tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe." Yesu akasema, "Amin nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu, nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wa mwisho watakuwa wa kwanza." Nao walikuwa wako njiani, huku wakipanda kwenda Yerusalemu, na Yesu alikuwa akiwatangulia. Wakashangaa, nao katika kufuata wakaogopa. Akawatwaa tena wale 12, akaanza kuwaambia habari za mambo yatakayompata, akisema, "Angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na Mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe. Watamtia mikononi mwa mataifa, nao watamdhihaki na kumtemea mate na kumpiga mijeledi na kumuua, na baada ya siku 3 atafufuka." Na Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo wakamwendea, wakamwambia, "Mwalimu, twataka utufanyie lolote tutakalokuomba." Akawaambia, "Mwataka niwafanyie nini?" Wakamwambia, "Utujalie sisi tuketi mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika utukufu wako." Yesu akawaambia, "Hamjui mnaloliomba. Mwaweza kunywea kikombe ninywacho mimi, au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi?" Wakamwambia, "Twaweza." Yesu akawaambia, "Kikombe ninywacho mimi mtakinywea, na ubatizo nibatizwao mimi mtabatizwa. Lakini habari ya kuketi mkono wangu wa kuume au mkono wangu wa kushoto si langu kuwapa, ila wao watapewa waliowekewa tayari."
Hata wale 10 waliposikia, wakaanza kuwakasirikia Yakobo na Yohana. Yesu akawaita, akawaambia, mwajua ya kuwa wale wanaohesabiwa kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza wenu atakuwa mtumwa wa wote. Kwa maana Mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika, na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Batimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu, unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani.